nadhani tufahamu kwamba sio jukumu la serikali au taasisi pekee, lakini hili ni jukumu letu sote, wazazi, walezi, lakini hata nyinyi wanafunzi ambao ni taifa la kesho, tunawategemea. Kwa hiyo tunategemea mafunzo haya mtakayoyapata yatakujengeeni uwezo na kuwapa courage ya kuweza kuwashajisha wenzenu kujiepusha na vitendo hivi vya udhalilishaji wa kijinsia. Kwa hiyo kwanza, ofisi ilianzisha kamati ya kuzuia udhalilishaji wa kijinsia, sio kupambana, maana ukipambana ina maana tayari ile tukio lishatokea, lakini kuzuia kwamba wale wengine ambao hawajadhalilishwa wasije wakadhalilishwa. Na katika hili tukawa tunaangalia mianya ambayo inapelekea ule udhalilishaji kutokezea. Lakini jengine tukasema, tumepata ufadhili huu wa UN Women, tukasema tuandae mafunzo haya, tuwaite wanafunzi, tuambie kwanza athari zake za kisheria katika haya masuala, kwa sababu wanapotenda wanakuwa ni baina wanafunzi na wanafunzi, ama wakati mwingine inakuwa ni wanafunzi na mtu wa nje. Kwa hiyo wajue athari zake za kisheria kwa wale wanaotenda, lakini pia tuwape nguvu za kuweza kujitetea ama kujikinga na haya masuala, kwa sababu sio wakati wote ambao pengine unaweza ukasema kwamba mimi sijataka kuingia kwenye hili swala la kimapenzi, kwa sababu miaka 18 na 17 huyo mara nyingi anakuwa hajachukuliwa kwa nguvu, ila sheria tu inasema kwamba huyo ni mtoto mdogo kwa sababu hajatimia miaka 18. Ukishaanza kumtegemea umeshanasa, na kutoka kwake naanza kuwa nini, inaanza kuwa gumu. Tunaelewana? Kwa hiyo usihisi kwamba kila anayekununulia vitu eti kwa sababu kakwambia happy birthday sasa hicho ni kitu cha ajabu sana. Ni vile tu anatengeneza njia ya kufanyaje, ya kukuingilia, afike sehemu uweze kumwamini vizuri, alafu aanze kufanyaje, kufanyia vile vitendo. Tunaelewana guys? Sawa. Natakiwa nini na wazee wangu? Natakiwa nifanye nini? Na dini yangu inaniambiani, kwa sababu dini zote mbili. Hakuna Uislamu, hakuna Ukristo, hakuna ubaniani, maana hakuna yote. Kila dini inaleta msimamo mzuri tu wa maisha yetu. Sababu dini zimeanza kwa Mwenyezi Mungu, au si? Kwa hivyo na maana vitabu tumepewa, vitabu vimepita, vileta vitabu, kila kitabu mpaka mwisho kamalizia kitabu cha Qur'an. Kwa hiyo mimi leo naamini hapa kuwa mtaondoka katika hali ya ubalozi mzuri zaidi na mtapiga nini tumesema? Inawezekana, inawezekana. Kuanzia sisi wanafunzi na watu wote ambao tutakwenda kuwapa elimu hii. Mafunzo haya yanaenda sambamba na juhudi za wizara yetu ya elimu na serikali yetu ya mapinduzi ya Zanzibar, kwa sababu sisi kama kitengo na wizara yetu tuna kazi kubwa ya kuelimisha. Hivi ninavyokuambieni, tulikuwa tuna kambi hapa wapi Dr. Sheni, ambapo wapo hapo watu wa wizara ya elimu wanaendelea kutoa elimu ya stadi za maisha na kutoa elimu kubwa kwa ajili walimu waje kufikisheni na nyinyi, ili muweze kuokoka katika haya matatizo wimbi kubwa ambalo limetukabili. Tuseme ukweli, kuna mtihani uko mkubwa sana sasa hivi katika jamii. Kwa hiyo kutokana na mafunzo haya ambayo wenzetu wameandaa, nategemea mtayafanyia kazi nyinyi kama wenyewe, mtaepuka kudhalilishwa kama nyinyi wenyewe, lakini pia na nyinyi hamtotumia fursa hii kuwadhalilisha wengine. Sio tu ujilinde wewe, lakini uwalinde na wengine.